Hii ndiyo meli ndogo iliyosheheni wataalamu wa utafiti utakaohusisha nchi hizi nne za Kongo, Burundi, Zambia na Tanzania, ikiongozwa na watafiti kutoka makao makuu. Ni jopo linaloongozwa na mkurugenzi wa utafiti makao makuu Mary Kishe, ambaye anasema tafiti za mwaka 2022 na zile za 2024 zinaonesha mazao hayo kupungua kwa 15%, hali iliyoibua wazo la kufunga shughuli za uvuvi kwa miezi mitatu kwa mwaka, mpango unaotekelezwa na nchi zote hizo nne. Ambacho tumefanya zile tafiti mbili upande wa Tanzania, tulikuja na mapendekezo kama nilivyosema, na tukaishauri serikali kwamba tupumzishe ziwa kwa muda mfupi ili tuweze kuona matokeo yatakuwaje, hasa katika kuhakikisha kwamba uzalishaji wa samaki unaongezeka. Na utafiti kama huu ulifanyika pia mwaka jana mwezi Agosti pamoja na Septemba. Tulifanya kati ya hiyo miezi miwili ambayo ilikuwa ni kipindi cha kiangazi. Na sasa hivi mwezi huu wa Machi 2026 tunafanya tena utafiti kama ule wa mwaka jana ili kuweza kuangalia majira haya mawili kuna tofauti gani katika wingi na mtawanyiko wa samaki. Yale tumejua kama stoki zimekuwa za kiasi gani katika ziwa. Hayo yatasaidia serikali zetu nne ambazo zinashirikiana katika LTA, hao mamlaka maziwa makuu ya ziwa Tanganyika, kwa ajili ya kuleta siasa nzuri za kufanya uvuvi wa kudumu. Benedicto Kashindi ni mtaalamu wa mifumo inayotumiwa kufanya tafiti hizi kutoka kituo Mwanza. Ameeleza mifumo inayotambua na kukusanya takwimu hizo. Kwa hiyo hii processor ina tabia ya kupeleka taarifa kwenye transducer ambayo imeingizwa kwenye maji. Kwa hiyo ikishapeleka kule chini kwenye maji, inaleta taarifa za samaki wanaopatikana katika ziwa, na zile taarifa zinarudishwa. Zikifika kwenye ile transducer zinabadilishwa tena, zinakuja katika form ya umeme na zinaletwa tena katika hii transceiver. Hii transceiver inaleta kutafsiri kwenye kompyuta hapa sasa tunachokiona hapa. Ni tafiti kama hizi ndizo zinaainisha kuwa takriban wananchi zaidi ya milioni 20 wanategemea mazao katika ziwa nchi nne ambazo zinazunguka ziwa Tanganyika, wakati hapa nchini ni takriban zaidi ya 200,000. Tumekuwa tukizoea kwenye masoko yetu haya ya kawaida ambayo sio makubwa, samaki zimekuwa zikipatikana kwa wingi kwa kipindi cha nyuma, lakini kwa sasa ukienda masoko hayo huwezi kukuta samaki hao wengi kwa maana migebuka. Lakini sasa hivi ukienda samaki unakutana zile zilikuwa zinauzwa 5,000, sasa hivi zinauzwa 10,000. Hizi ni tafiti za pili zinazohusisha mataifa haya manne kwa pamoja yanayopitiwa na ziwa Tanganyika chini ya ufadhili wa shirika la chakula duniani FAO, na matokeo ya takwimu hizi yakitaraji kutolewa mwaka huu. Jacob Ruviro, Azam News, Kigoma.